kujitafutia riziki, kwa sababu hali ya kimaisha sasa hivi sehemu nyingi imekuwa kidogo ngumu, iwe mjini, iwe kijijini, iwe nje ya mji, iwe wapi. Sasa kukitokea kajifursa kidogo, sasa nafikiri kwamba inakuwa ni wakati sahihi sasa viongozi wetu wa kata kuweza kukaa chini na kuweza kubuni, kuweza kuona kwamba sasa kuweza kuongeza, kuboresha, ili vijana wetu waweze kuweza kufanya safari za kupeleka watalii, kuweza kujipatia kipato cha hapa na pale. Rojabin TV, the home of artistic. Hali ya hewa katika milima ya Uluguru ni ya unyevunyevu na kiwango cha mvua katika safu ya milima hiyo inakadiriwa kuwa ni zaidi ya milimita 3,000 kwa mwaka. Shughuli yetu kubwa ndo kama hivyo unavyoona, kokoto, kilimo, ndio shughuli kubwa. Nini kilikusukumia hasa kwanza kufanya shughuli hiyo upasaji wa kokoto? Cha kwanza sina ajira na nimeona maisha mtaani hayana issue. Ndio maana nimeamua nipige zangu kokoto, hata kama sipati hela leo ila nawekeza, siku mteja tu akitokea napata hela, maisha yanaendelea. Na huyo ni Chande Varisti. Yeye ni kijana mwenyeji katika safu ya milima ya Uluguru. Anajishughulisha na upasuaji wa kokoto, akitueleza kuhusu maisha ya asili katika safu ya milima hii ya Uluguru, jinsi inavyomsaidia kumuinua kiuchumi. Kuna kijana ambaye ameamua kukimbilia mjini kwenda kujihusisha na makundi mengine, magenge ya kihuni na kupata fursa kama hiyo. Na kipi cha kumwambia kijana kama huyo? Mimi naona wajinga, kwa sababu huku tupo kazi zipo nyingi, mashamba yapo. Mtu anaacha shamba baada alime anaenda kuiba, baada ikamsha na kama anapelekwa jela, anaenda kulima bure wakati huko nyumbani mashamba yapo. Kwa hiyo huo mimi naona kama ni ujinga. Sambamba na Chande, Bi Rehema Daudi pamoja na Bi Khadija Rajabu nao walikuwa na haya ya kuwaambia vijana walio na dhana kuwa fursa zinapatikana mjini pekee na kutoa mawazo yao kwa vijana. Ndio, hata kijijini maisha yapo. Namna gani anaweza kujikwamua kiuchumi akiwa kijijini? Ukiwa kijijini kuna kulima, tunafanya biashara za ndizi, mambo yapo kibao, madafu, kila kitu. Pia mimi ni bora arudi nyumbani, ashike jembe, alime, kila kitu kitakuwa safi katika maisha yake. Lakini mjini kuna vishawishi vingi, anaweza kaingia tamaa nyingine hata asitegemea. Kimaisha serikali wasaidie, labda msaada wa kulima, labda mtu ndio anaanza maisha kijijini, hana hela labda ya kuanzia maisha. Kwa hiyo serikali unopolia nayo itakusaidia ukaanza maisha yako kijijini na maisha yakawa mazuri. Tunaangalia na kitega uchumi chako na unaangalia na utafutaji wako na unajihusisha vipi au biashara zako unaziendesha vipi. Kama hapa hivi kijana, nadhani kijana anajikwamua vipi kiuchumi na mazingira ya huku? Mazingira ya huku ni biashara, kufanya biashara na kuangalia utaratibu na biashara inaingiza maingizo gani na kuvumilia taratibu za biashara. Tuna barabara mbovu, tunaomba mkuu wa mkoa atuletee umeme na barabara hiyo nzuri, tupate watalii wengi, biashara tukaiona nzuri, maana bila watalii wakiwa wengi biashara inakuwa sio nzuri. Waswahili husema mjasiri aache asili. Huyu ni kijana aliyeamua kujigivika ufaidhina wa asili, aliyejitambulisha kwa jina la Hawadhi Shabani Kilonga. Anatueleza hasa uzuri wa maeneo yaliyopo katika mlima hiyo ya Uluguru pamoja na kutoa rai yake kwa serikali na viongozi wa mkoa huo. Hali hewa pamoja na misitu ya Uluguru kwa Chifu Kingalu, na kama unavyoona tunapokea na wageni kutoka Ulaya, kutoka Canada, kutoka Uingereza, wakuja kutuja Waterfalls au panaitwa Rubeho. Hapa panaitwa Waterfalls, lakini jina lake naitwa Rubeho, ambapo waliakia kuna Chifu Kingalu. Kuna katika eneo hili la Mabeho, Rubeho. Kuna kitu kizuri ambacho kijana anaweza kupata huko. Kizuri chake kwa kwanza akija kupata zaidi ni maji na hali ya hewa.
pamoja na kutunza mazingira yetu kama unavyoona. Kijana akiamua kuja huku kijijini Lubeho, anaweza akajikwamua vipi kiuchumi? Kiuchumi? Hatumwelekeza kama anataka kupata shamba la kulima, tutampa na kila kitu ya mazao, sisi tutampandia kila kitu, yeye mwenyewe ataridhika tu. Ndio. Twende katanyeshe tofauti. Utakuwa kuonyesha. Karibu sana. Kwa juu hapo. Sanjari na hayo, lakini naye Jumanne Masinde bado alikuwa na haya ya kusema kupitia makala haya. Ni mkuu wa wilaya anakaa kata Mlimani, ni kata yenye heshima, ni kata namba 1. Kwa hiyo naamini viongozi wangu kwa sababu ni watiifu na wasikivu, watuangalie kwa jicho la huruma na kuhusu barabara, kwa sababu kama hakuna barabara inapokuwa ni mbovu, manake ni nini? Ni kwamba maendeleo yanachelewa, kwa sababu hata wakitokea wawekezaji wadogo wakiona njia sio nzuri, hawawezi kuwekeza. Kwa na sisi tunaomba tusaidiwe. Mtazamaji, na huu ni mwanzo tu wa kufuatilia kwa namna gani maisha ya asili yanaweza kuwa moja ya sababu kwa kijana kupata uwezo wa kujichanganua kiakili na kujiinua kiuchumi. Kwaje? Ile mjomba kama kawaida. Wewe tuna jina lako? Jina langu naitwa Abdalla. Wewe? Mimi naitwa Abdalla, ni mkazi wa hapa. Maeneo haya hapa ndo nyumbani asilia. Wewe unajihusisha na shughuli gani hapa? Mimi ni mkulima, asilia. Unaona? Eneo hili lote ndo nali. Wewe unajihusisha na shughuli gani? Wewe unajihusisha na shughuli gani? Mimi ni mkulima. Kulima nini? Strawberry. Magimbi, ndizi, nini, mazao kibao hivi. Kuna kijana ambaye ameenda mjini. Nadhani mjini ndio kuna maisha. Unamwambia nini kijana kama huyo? Ndugu yangu. Hapo kwanza ngoja tuishie hapo. Kijana kama huyo usimwambie chochote zaidi ya neno la Mungu tu. Mbali mtuma mwanae kuja kuleta kwenye dunia yako. Mwambie. Mwanae akalifikisha akamaliza kila kitu, lakini watu wakalikataa. Mbali sema Injili, msifanye siri itembee, msifiche ionekane dhahiri, msinyongee. Injili itembee. Rudia hapo. Nirudie hapo. Mjini, vijana walikuwa mjini, msiwape neno lolote zaidi kuwapa neno la Mungu, ambaye Mungu alimtuma mwanae. Alipomtuma mwanae akaja akafikisha, akaileta Injili, akasema tusifanye siri, tuifanye dhahiri. Na ukifika mjini mtangaze hilo neno. Rudia tena. Mtazamaji, na hapa ndipo ninapotia nanga katika makala haya yaliyoangazia zaidi maisha ya asili katika safu ya milima Uluguru, jinsi yanavyoweza kuwa chachu ya kumwinua kijana kiuchumi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Robin Mayunga. Asante sana kwa kuwa nami. Rojabin TV, the home of artistic.
Roger Ben TV, the home of artistic.